Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu Mwenyezi aliye muumba na baba yetu, ambaye anatukirimia mema na ambaye yuko tayari kujishughulisha na maisha yetu kwa kila jambo na kwa kila hali. Ni siku ya pekee sana katika dunia, siku hii ya leo, siku ambayo wanawake tunakutanika kwa ajili ya kumwomba Mungu na kumshukuru kwa kumleta Kristo maishani mwetu. Basi kabla hatujasikia neno la Mungu, na tusimame tuombe. Mungu wetu na baba yetu, wewe uliye asili ya uhai wetu, tunanyenyekea mbele za uso wako na kukutukuza kwa ajili ya Kristo mwanao wa pekee aliye Bwana wetu, ambaye ametoa mwaliko mkuu wa sisi kumtwika kila hali tulionayo kwenye maisha haya. Na hivi tunapojinyenyekeza mbele zako, ninakusihi Mungu, tutakase kabisa. Takasa dhamiri zetu, mioyo yetu na nafsi zetu. Uivute mioyo yetu ikuelekee wewe, itoke katika kila hali gandamizi kifikra na kihisia, ili tuwekwe huru kwa neno lako. Na kusihi neema yako ituwezeshe kutambua yale ambayo unaenda kusema nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu wako. Tuomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Neno ambalo tumepewa ni kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, mlango wa 11 na mstari wa 28 hata ule wa 30. Ili neno ndilo neno kuu ambalo linatuongoza katika pumziko la kubebewa mizigo na Kristo. Nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hili ni neno la Mungu. Kabla sijasema juu ya neno hili, Mheshimiwa Baba Paroko, tukushukuru sana kwa kibali hiki ambacho mmetoa tuweze kumwinulia ibada takatifu Mungu Mwenyezi aliye muumba wetu. Niwashukuru kina mama kwa maandalizi haya na furaha kubwa ambayo tumeiona tunayo, na hili tunaonyesha tumaini tulilonalo kwa pamoja katika Kristo, bila kujali tofauti za kimadhehebu na namna ya mikazo yetu ya kithiolojia. Lakini tunapofika katika kusimama kwenye neno la Mungu, yeye anabaki kuwa yote katika yote, kwa sababu neno lake limekamilisha maisha ya mwanadamu, kwa kuwa kwa neno la Mungu tumekuwapo. Nilipokuwa nikiangalia neno ambalo nimelisoma hivi punde, ni maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na makutano na wanafunzi wake. Lakini ukisoma kuanzia mistari ya kwanza ya Injili hii ya Mathayo mlango wa 11, inachukuliwa na maneno ambayo yametoka kwenye Injili hii mlango wa 10, ambayo Yesu amekuwa akiendelea kuzielezea nyakati mbalimbali, alafu anakuja anamzungumzia nyakati za Yohana Mbatizaji, na anawauliza, hivi mlipokuwa mnatoka kumuona Yohana Mbatizaji, mlienda kuangalia nini? Mliangalia unyasi unaotikiswa? Mliangalia mtu aliyevaa mavazi mororo? Anapowauliza hayo, anataka kuona kama waliitambua kazi ya Yohana ya kumwandaa Yesu kufunuliwa kwa wanadamu. Anataka kuona kama akili zao zilikuwa zinayatambua majira yanayokuja kwao, kwa sababu majira mengine waliteswa na desturi na vitu mbalimbali ambavyo ndani yao walipoteza matumaini. Lakini Yesu anayekuja kurudisha matumaini. Naipenda salamu moja ambayo warasiwa wanazungumza, wanasema Kristo tumaini letu. Anaonyesha namna ambavyo anakuja kurudisha matumaini mahali ambapo tumaini limepotea. Ni kitu gani hasa kimeondoa matumaini ya watu hawa? Ni yale maisha yasiyoleta furaha na ladha ya kuishi. Na wakati huu Yesu anapouliza mmekuja kuona nini, anajaribu kuambia, mlijua sauti ya yule mtu anayelia nyikani alipokuwa ananiandaa mimi Kristo kuja kwenu. Ndicho anachotaka kueleza. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaeleza habari ya Yohana
na wajibu uliokuwepo aliopewa wa kuitengeneza njia ambayo Yesu ataonekana katikati ya maisha ya wanadamu. Na nasikia ninapotazama hivi, natazama kuona sababu, kwa sababu muda ni mchache, ambazo tunapokuwepo majira haya ya Kwaresma, majira ya tafakari nzito ya namna ambavyo tulibebewa mizigo yetu. Tunapotafakari, Yesu anapouliza mlikuwa mnatafuta kuona nini, tunataka tuone tuko katika jamii pia ambayo pamoja na Kristo kuja na kubeba mizigo ya watu, lakini kiuhalisia jamii imelemewa na mambo mbalimbali. Watu wamelemewa. Unaweza ukawaona wakikutanika kwa pamoja, wanacheka, wanafurahi, lakini kuna namna ambavyo Mungu anaona maisha ya wanadamu yana mambo yaliyowalemea. Na wakati ule pia aliona jamii iliyolemewa kiroho, iliyolemewa kwa mahitaji ya kimwili, iliyolemewa na mahitaji, aina ya mifumo inayoendesha maisha siku kwa siku imewalemea. Maana kuna vitu hata wangetamani wangejikomboa, mifumo imewabana. Kuna namna ambavyo pengine ungetamani uende mahali upate matibabu kwa haraka, mifumo na taratibu zina miongozo ambayo pengine inaweza ikawa inaleta upendeleo, inaweza ikawa ugandamizaji, inaweza haimpi mtu yale maisha anayoyatazamia. Kwa hiyo hata mifumo ilikuwa pia inawalemea watu. Hata sasa kuna mifumo inayolemea jamii husika. Lakini wakati mwingine hata maisha ya familia, maisha ya ndoa yamewalemea watu. Kuna mtu anatamani, anaangalia mume alivyo, anamwangalia mke alivyo, anaangalia maisha ya watoto, yamemwelemea. Anaangalia ada, anaangalia vikoba, madeni. Maisha yamejaa usumbufu, hayana utulivu, hayana namna, yanapiga kelele. Ndio maana kuna watu inawapelekea mahali wanatalikiana, na haikuwa hivyo, na Mungu haruhusu hayo. Kwa nini wanafika mahali mpaka wanatalikiana? Kwa sababu kuna namna wameiacha njia ya amani, njia yenye pumziko. Na tunaona kweli kuna watu wenye mizigo na hawajui kama wana mizigo, na laiti wangejua wana mizigo wangeweza kuhangaikia mizigo yao mahali sahihi pa kuitoa. Lakini pia kuna watu wana mizigo na hawajui mahali sahihi pa kuwatulia mizigo. Na ndio maana tuna watu walioitwa kwa jina la Kristo, lakini wamewakimbilia manabii wa uongo, wamemwacha Yesu. Si nyakati ambazo ni nyepesi sana katika mfumo wa imani, maana hata wakati mwingine imani zimewalemea watu kwa sababu wamekiamini kisichokuwa na pumziko ya zile taabu zao. Unamshangaa mama amebeba begi limemlemea. Ni kweli kabisa, limebeba chumvi, limebeba udongo, limebeba maji, ni masumbufu juu ya masumbufu. Badala ya kutuliwa mzigo alionao, kwa kuwa hakujua mahali sahihi pa kupeleka mzigo, ameenda kuongezewa mzigo. Hata kidogo anachokipata kwenye biashara yake kimetapeliwa, akitegemea amemtwisha Yesu mzigo, kumbe amewatisha manabii wa uongo na matapeli wa imani. Tuna kizazi hakina utulivu, maana hakijifunzi juu ya Yesu. Yesu Kristo anapoambia, anatoa mwaliko, anakunjua mikono ya kupokea shida za kwako na kupokea adha za kwako. Mwanadamu ukimtwisha mzigo wako, siku chache atakunung'unikia, atakulaumu. Lakini Yesu ana upendo wa dhati juu ya uumbaji wake. Ni lazima ujue wewe ni matokeo ya kazi ya Mungu, maana umeumbwa na yeye. Kwa hiyo pendo la Mungu kwako ni kubwa kuliko la mtu mwingine yeyote. Na Yesu anapoalika kubebea mizigo, hakubebei katika hali ya kukunyanyasa, anakubebea katika hali ya msamaha na upendo. Na nilikuwa nikitazama, mzigo mkubwa unaomtesa mwanadamu ni dhambi. Na ndio maana anasema mtapata raha nafsini mwenu, maana dhambi imebeba hatia. Dhambi imebeba hukumu. Hata mtu akinyamaza lakini ni mdhambi, ndani yake sauti ya dhambi inamhukumu. Na ukimkuta mtu anaishi dhambi na hahukumiki na ile dhambi, basi huyo amekufa kiroho. Lakini mtu ambaye ana hisia za utakatifu, mwenye mitazamo na anaitazamia mbingu, dhambi ni mzigo mzito. Akikosea
amani hana, kwa sababu dhambi imebeba hukumu ya mauti, na Yesu anakuja kutulebebea dhambi zetu. Anasema mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na moja kati ya vitu muhimu vinavyokusababishia upate raha kwenye nafsi, maana anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Raha inayokaa kwenye nafsi ya Mungu ina amani, na Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Dunia haina amani ya kweli, ni kopi. Ndio maana kuna watu walitazamia wakipata fedha nyingi watakuwa na amani, lakini kuna watu wenye majumba na magari na wameishia kujinyonga, maana fedha na mali sio suluhisho la amani, sio suluhisho. Wengine walifikiri tukioa na kuolewa tutapata maisha ya raha, lakini wamekuta ndani ya ndoa hakuna furaha, hakuna amani. Maana raha ya kweli haiko kwa mume, haiko kwa mke, haiko kwa watoto, iko kwa mfalme wa amani. Watu wengine walifikiri tukiwa watu maarufu duniani tutapata amani, lakini wakakuta dunia haina chaneli ya amani. Yesu Kristo akijua asili yote ya dunia haijabeba amani, ndio maana mwanaume akafanyika mwili akaja duniani ili amsaidie mwanadamu apate amani kwa yeye. Tuna mizigo mizito inayotulemea. Waimbaji wameimba vizuri, lakini wana mizigo kwenye uimbaji huo. Anapata burudiko anapomsifu Mungu, akitoka nje ya wimbo tayari nafsi yake haina amani. Anasema mjifunze kwangu, jitieni nira. Nira ni kule kufungamanishwa na Kristo. Nira tunazungumza mara kadhaa. Nira ni, mnajua wale siku hizi hamna sana wale wafugaji ambao wanalima kwa kutumia ng'ombe. Kuna lile libomba linamfungamanisha ng'ombe mmoja na ng'ombe mwingine ili kusababisha uwezo mzuri wa kukokota jembe la kulima. Ile nira inawafunga pamoja shingoni, alafu ule mzigo wa kulima unakuwa mwepesi. Na Yesu anachokizungumza ni kufungamanishwa utu wako wa ndani. Yule mtu wa ndani mwenye umilele ashikamanishwe na Yesu mwenye asili ya kukuumba wewe, ili ujifunze namna ya kuishi duniani kutoka neno la Mungu. Ndio anasema jitieni nira yangu, fungamanishweni na mimi, mjifunze kutoka kwangu, maana kwangu kuna elimu ya kutatua matatizo. Ukijifunza kutoka kwa watu wanatafuta faida kutokana na tatizo lako, tatizo lako linakuwa mtaji wa mtu mwingine. Lakini Yesu anataka ufungamanishwe na yeye, ubebeshe huzuni zako kwake. Ni ametumwa liko yeye mwenyewe, lakini inategemea unamtazamaje Yesu mbele ya tatizo lako. Juu ya pito unalopitia unamtazamaje Yesu? Ndio maana kuna watu wanawatazama manabii wa uongo kama majibu ya majukumu na vita na changamoto za maisha wanazokutana nazo. Hawamtazami Yesu. Wangekuwa wanamtazama Yesu, pengine tusingekuwa na kutangatanga kwingi. Na watu wengi walioyumbishwa kiroho ni wanawake. Mtu mmoja alisema hata ukiachilia hapa neno ukasema uombe, watakaoanguka mapepo wengi ni wanawake. Wana stress na masumbufu ya maisha, wajiamini, wana mahangaiko. Leo siku ya maombi ya dunia, Yesu anakuambia mwanamke, usipelekeshe maombi yako na kila kitu kwa wanadamu. Jitie nira yako kwa Yesu. Jifunze elimu ya Mungu kupitia mwalimu mkuu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amebeba shule ya Mungu ndani yako. Tatizo watu hawana muda na Mungu, wana muda na vitu. Na wanapokutana na matatizo wanaanza kukimbilia wasio na majibu, na wale mnaowaamini wa uongo kama majibu ya majukumu na vita na changamoto za maisha wanazokutana nazo. Hawamtazami Yesu. Wangekuwa wanamtazama Yesu, pengine tusingekuwa na kutangatanga kwingi. Na watu wengi walioyumbishwa kiroho ni wanawake. Mtu mmoja alisema hata ukiachilia hapa neno ukasema uombe, watakaoanguka mapepo wengi ni wanawake. Wana stress na masumbufu ya maisha, wajiamini, wana mahangaiko. Leo siku ya maombi ya dunia, Yesu anakuambia mwanamke, usipelekeshe maombi yako na kila
kitu kwa wanadamu. Jitie nira yako kwa Yesu. Jifunze elimu ya Mungu kupitia mwalimu mkuu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amebeba shule ya Mungu ndani yako. Tatizo, watu hawana muda na Mungu, wana muda na vitu, na wanapokutana na matatizo wanaanza kukimbilia wasio na majibu, na wale mnaowakimbilia wasio na majibu wanawafanya kuwa mtaji. Wanakuambia kumuona mtu fulani, leta 200,000 sadaka hapa kanisani, utatoa shilingi 2,000, 1,500. Ukienda kwa nabii wa uongo, unaenda tu kumuona hana majibu, tapeli mkubwa wa imani, unaingia kwa 200,000 kumuona ambaye hana majibu. Na Yesu anasema, jitieni nira yangu, mzigo wangu ni laini, na nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ndugu zangu, nimesema kwa ufupi kwa kuwa najua kuna misa au ibada itakayoendelea hapa baadaye, na nimetamani sana uwe na matokeo ya kimungu unapotoka kwenye ibada. Uwe na sababu ya kuona pumziko na yale yaliyoyabeba ya familia, ya vikoba unadaiwa madeni, yani uliyobeba dhambi, zinaa na uovu wa kila namna. Unapotoka kanisani, uwe umekutana na Bwana wa kanisa aliyebeba pumziko la mapito yako. Saa zingine tunakutana na vitu vingi vigumu kwenye mifumo ya kijamii. Saa zingine shida na majirani, mnasukumana kwenye mipaka ya mashamba. Saa zingine maneno ya kuumizana masokoni mnapouza. Yesu amekuja kuganga maumivu yako. Kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anazungumza wazi pale. Mtume Paulo anasema hivi, anasema kabisa, tukiziungama dhambi zetu, yani tunapoenda tunamuungamia Mungu dhambi, toba ya kweli, anasema wazi atatupatia raha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini nasema atatupatia raha? Tukiziungama dhambi zetu. Matendo ya Mitume 3:19 anasema hivi, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kumbe burudiko haliko kwenye kula na kunywa vizuri. Unaweza ukala ukanywa na visikupe burudiko. Burudiko liko kuwa na utakatifu, liko kwenye toba ya kweli iliyobeba dhamiri ya kimabadiliko. Ndio maana anasema tubuni basi mrejee, ili zije nyakati za kuburudishwa. Toba ni njia ya kukuletea pumziko la kuondolewa hukumu na hatia ya dhambi. Ukitubu, dhambi inaondolewa, hukumu inaondolewa, na huingii tena kwenye hatia lile dhambi. Kwa hiyo Yesu anapotupa mwaliko, anataka tuondolee dhambi zinazotuhukumu na kututengenezea hatia, na hatia inatunyima raha. Tunacheka lakini hatuna furaha. Sio kila kicheko mtu anacheka ana raha, kingine nionekaneje tu kwenye jamii. Lakini raha inayowasilishwa na Mungu ni original, ni raha ya kweli, sio feki, maana ndiyo maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna mizigo mingi, nimesema tu michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna mambo ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana ndiyo maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna mizigo mingi, nimesema tu michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna mambo ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana ndiyo maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna mizigo mingi, matu michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna mambo ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana ndiyo maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna mizigo mingi, matu michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna mambo ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna matu michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna ya kifamilia na kijamii yanayotuelemea. Kweli sio feki, maana maisha ya Yesu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna michache hapa. Kuna dhambi inayotupa hatia, kuna ya kifamilia na kijamii
Thank you.